Hello, karibu katika MNS Podcast Mjenga na Salma, podcast ambayo inakuletea vitu vingi ambavyo pengine ulikuwa huvijui ama ulikuwa unavijua kidogo, sasa tunakuongezea ujuzi. Hapa utapata fursa ya kusikia vitu vingi kuhusiana na itifaki, masuala ya uongozi, masuala ya namna ya kuvaa, masuala namna ya kuzungumza, masuala kadha wa kadha. Na kama unataka kushiriki nasi, tunakukaribisha kwa njia ya SMS kule Instagram kupitia mitandao yetu ya kijamii @salmadakota @Omari Kashera. Karibu sana. Na leo katika MNS podcast yetu tunazungumza masuala ya public speaking skills, uwezo wa kuzungumza mbele ya watu, mbele ya hadhara, mbele ya nyomi. Watoto wa mjini wanakuambia hivyo. Ni njia gani ambazo unaweza kuzitumia uwe na uwezo wa kuzungumza bila ya kupepesuka, bila ya kupepesa, bila ya kujingata ulimi, bila ya maneno kushindwa kutoka. Maana unapoona halaiki ya watu, pengine pale sasa na hofu inakuingia. Sasa utapitishwa hapa na Mjenga njia moja baada ya nyingine, ama ujuzi ama mbinu moja baada ya nyingine unapokuwa mbele za watu na namna ya kuongea. Karibu sana. Asante. Kwanza kabla sijakwenda huko, umesema dress code. Hili ni jambo zito sana. Hilo tutakuja kulizungumza wakati mwingine. Lakini dokeze tu kwamba dress code ukionekana kwenye hadhara fulani tu, ule muonekano, outlook, inakudefine wewe ni mtu wa namna gani. Sahihi kabisa. Kwa hiyo naomba watu wajue kwamba muonekano ni definition ya kwanza, wewe ni mtu wa aina gani. Sawa. Karibu. Asante. Kuna baadhi ya watu wanapata vitete wanapoona watu wengi, halaiki na nini. Alikuwa amejiandaa mwenyewe mipoint mingi, amekesha usiku mzima anakariri speech yake, lakini anapokutana na watu kila kitu kinaondoka. Mimi zamani nikisoma O level, kwanza nilianza shule ya wavulana. Nilivyoingia form 3 nikaingia shule ya mchanganyiko. Nilikuwa na aibu sana kuzungumza mbele ya kina dada. Hasa nakumbuka kuna dada mmoja alikuwa ni kiranja mrefu hivi, mrembo, anaitwa Grace. Yani, tutafunga kipindi. Endelea. Nilikuwa naogopa kuzungumza mbele ya kina dada. Nadhani ni kwa sababu nilitoka kwenye shule ya wanaume, then nikaja kwenye shule ya mchanganyiko. Okay. Lakini nadhani ilinisaidia baadaye nikawa mjanja. Kwa hiyo hili jambo la kuongea mbele ya hadhara ni swala zito, ni mada nzito na nzuri sana ambayo nadhani itawasaidia watu wengi. Na nina mifano mingi sana. Na niliwahi kukutana, nilimtembelea Mama Gertrude Mongela pale nyumbani kwake Makongo, wakati tunafanya mahojiano ya kitabu chetu cha utekelezaji wa sera ya mambo ya nje toka tumepata uhuru hadi sasa. Akaniambia, unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kumwambia pale Ikulu kwamba mimi Gertrude nikienda kuongea na watu uwanja wa Taifa lazima nitapike kwanza. Yaani Mwalimu alikuwa lazima atapike ndio aende uwanjani. Sasa Mama Mongela akamuuliza, kwa nini utapike? Akamuuliza, wewe uogopi watu? Kwa hiyo kumbe kuzungumza mbele za watu kuna uoga fulani. Na hiyo ni kweli kwa kila mmoja. Lakini sasa ukiona watu wazungumzaji wazuri kama alivyokuwa Mwalimu, kama alivyokuwa Mzee Mkapa, kama alivyokuwa kaka yangu JK, mzungumzaji mzuri mbele ya hadhara, kama walivyo viongozi wengi. Na niseme kama nilivyo mimi. Okay. Mimi ni very good public speaker na orator. Sasa ni kitu gani kinakupa ujasiri wa kuzungumza mbele ya hadhara? Kitu cha kwanza ni bora ukafahamu unaongea na hadhara aina gani. Unaenda kuongea na watu aina gani. Kwa hiyo mbinu ya kwanza hiyo, lazima uwajue watu ambao unaenda kuzungumza nao. Mle ndani ukisha wafahamu, kuwajua, kuwatambua levels zao, skills na nini, maswali ambayo yanaweza kujitokeza baada ya wewe kuzungumza au wakati unazungumza. Ni vizuri ukaifahamu hadhara yako ni aina gani. Okay. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mada. Unaenda kuzungumza nini?
tumeona watu wakienda kwenye hadhara kuzungumza, labda mada ilikuwa ni kuhusu let's say haki za binadamu, ghafla mada inakuwa anazungumzia mambo ya matibabu. Kachanganyikiwa. Yeah. Sasa unasema huyu mwenzetu yuko sahihi au yuko kwenye wrong place? Maana unaweza ukajikuta umeingia ukumbi sio wa kwako. Unakwenda kuzungumzia masuala ya kina baba, unaongea kwenye ukumbi wa kina mama. Kwa hiyo lazima ujue mada unaenda kuizungumza ni ipi, na lazima uwe umejiandaa vizuri sana katika mada yako hiyo unaenda kuzungumza. Uweke points. Hilo la pili. La tatu, lazima uwe na mbinu ya kuanza kuzungumza. Hauingii kwenye ukumbi ukaanza lazima uwe na mbinu. Kwa mfano, mimi huwa napenda kuanza kwa kuingiza kichekesho. Kile kichekesho sio kwa sababu nataka wacheke. Ukisha wakuta watu wamekaa, kuna wengine walikuwa na mazungumzo one on one, kuna wengine walikuwa na chati, kuna wengine. Kwa hiyo unawadraw attention. Wengine pia wana stress huko walikotoka. Yes. Wengine wamegombana huko majumbani. Kwa hiyo unadraw attention kwamba nimeingia, mzungumzaji niko hapa. Mara nyingi kwa mfano mimi napenda kuingiza kichekesho cha Yanga na Simba. Mimi mwana Simba. Mara nyingi wanawaambia Yanga wanapenda kubebwa. Bao la offside wanapewa. Lakini Simba hapewi. Kwa hiyo nikiingiza kile kichekesho unakuta una draw attention. Mle ndani kuna wana Yanga na mle ndani kuna wana Simba. Utawasikia wanapiga makofi. Ile ni njia ya kudraw attention kwamba jamani nipo na naanza kuzungumza. Na wakati mwingine unaweza kama katika hadhara ile kuna mtu unamfahamu. Unasema hey Salma, upo? Mtizame Obama kwenye speech zake. Utakuta is a very good orator. Mzungumzaji mzuri sana kwenye hadhara. Very good public speaker. Analeta utani kidogo. Juzi pale mwaka jana alimwambia dada mmoja, hey, you look cute. And by the way, Michelle is. Asije kamletea shida. Kwa hiyo ni kudraw attention. Sasa kama ukudraw attention kwamba umefika na unataka kuzungumza na nyinyi mpo hapa kuja kunisikiliza mimi, hilo ni jambo muhimu sana kama public speaker. Sawa. Inawezekana mtu akawa navyo vyote hivyo. Amejitayarisha vizuri, amechekesha watu vizuri na vitu kama hivyo, lakini pengine katikati ya mazungumzo yake anatoka kabisa katika ule muktadha ambao umempeleka pale. Kuna jambo moja watu huwa wanalifanya. Na mara nyingi naona kina mama katika public speaking hili wanalikosea. Anajua anakwenda kuzungumza na watu tuseme 1000 kwenye ukumbi. Kama ule wa Mwalimu Nyerere pale. Alafu kabla hajaingia kule kwenye podium, jukwaa kuu pale, anasema sijui nitakosea. Yaani unashindwa kabla hujaanza. Tunasema kwamba mwenyewe unajifanyia uamuzi kwamba nimeshindwa. Kwamba nikikosea, nikichapia neno watu watanielewa vipi? Nikiuliza swali nikashindwa kujibu, watu watanielewa vipi? Kabla hujaingia stage-ini, umeshashindwa kabla hujaanza. Hilo ni kosa kubwa sana. Na hili ndio linawakuta wengine. Unakuta na pointi zote. Amejiandaa vizuri sana. Lakini kwa sababu amesha make conclusion ya kushindwa kabla hajaanza, akifika pale pointi zinakuwa hazipo tena. Tumeshaona watu wengi amejiandaa vizuri sana, akifika pale hakuna kitu. Nikupe scenarios mbili. Moja, wakati tunasoma masters chuo kikuu, tulikuwa na mwenzetu. Unajua katika masters kuandika dissertation lazima uitetee. Umefanya utafiti, umepata findings, outcome, lazima utetee kwenye panel ya maprofesa. Sisi tulikuwa tunafanywa evaluation na chuo kikuu cha Nairobi, chuo kikuu cha Dar es Salaam kama host, chuo kikuu cha Berkeley, California, Marekani, kingine kutoka South Africa na Makerere. Sasa wale maprofesa wamekaa pale, kiti kimoja kimewekwa kule mwisho wa upande wa pili. Mwenyekiti wa panel anakuwa ni mkuu wa faculty. Sasa anakuambia, Salma, karibu tueleze kuhusu utafiti wako. Sasa yupo dada mmoja aliingia, amejiandaa vizuri sana, akafika pale, good afternoon.
sauti ikapotea. Sisi tulivyokuwa kule nje, alivyokuja sema labda TANESCO walikata umeme kwenye sauti yako. Sauti ikapotea. Why? Alikosa ujasiri, confidence. Kama huna confidence huwezi kuzungumza mbele ya watu. Kwa hiyo ujasiri ulipotea ghafla. Kwa hiyo hata point alizokuwa ameziandaa zikapotea ghafla. Hiyo incident moja. Nilipokuwa Dubai, niliandaa mkutano wa investment kwenye real estate. Tukashirikiana na National Housing, kipindi kile Mchechu ndio Director General. Ka contract kampuni moja ambaye ni ya Kiingereza, British company, ya kuandaa wasilisho la investment opportunities kwa hapa Tanzania. Yule dada Mwingereza anajua kuongea vizuri, alivaa vizuri. Nilikuwa nimemwalika Rais Kikwete, akamtuma makamu wa rais Dr. Bilal. Kwa hiyo ulikuwa ni mkutano high level. Kulikuwa na mawaziri pale, kuna makamu wa rais, kuna viongozi kutoka serikali ya UAE na Dubai. Sasa yule dada alipoanza kuzungumza, ameanza Your Excellency Vice President. Ikawa neno hilo ndio anazungumza mara 12. Your Excellency Vice President anatoka hapa na kwenda mwisho kule kwenye podi. Sasa tukasema kumetokea nini? Tukajua amekwama. Mara 12 unarudia neno Your Excellency Vice President, Your Excellency Vice President, anatembea anakwenda kule. Na alikuwa anajua kwamba atakuja kuongea, akajiandaa, na aliandaliwa vizuri sana. Sasa ikafika pale anasema am I nervous? Sijui kama nimeingiwa na uoga, anajiuliza mwenyewe. Alafu anajibu yes I am. Maana amechanganyikiwa. Kuzungumza mbele ya hadhara inahitaji study, inahitaji skills, inahitaji maandalizi. Sasa yule dada mwenzake akapanda jukwani kumwambia acha nikusaidie. Pale ndio alimmaliza moja kwa moja. Okay. Behind the podium kulikuwa na chumba. Alienda akalia sana kama kafiwa kilichomtokea. Sasa hiyo ni lack of confidence. Ni lack of ujasiri kwamba leo unakwenda kuzungumza jambo fulani. Kwa hiyo lazima ujiandae, uwe na ujasiri, confidence, kwamba unaenda kuzungumza na watu, lakini ujue kwamba unaenda kuzungumza na watu ambao wanajua unachokizungumza maybe zaidi ya wewe. Kwa hiyo utegemee maswali. Na ndio maana watu wakiwa stejini kuzungumza, ukimuuliza swali, next step anaweza asiendelee. Kwa sababu mara nyingi unakuta hata viongozi wanapelekewa maswali yale mapema ili kutomwembarrass kiongozi, kutomdhalilisha kiongozi. Kwa hiyo public speaking ni ugonjwa mkubwa sana ambao watu wengi wanao, viongozi wengi wanao. Ni uoga wa kutojiandaa. Lakini upo uoga pia wa kuamua umeshindwa kabla hujaanza. Okay. Sasa unatengeneza vipi ujasiri ndani yako? Unaondoa vipi uoga ndani yako ili uweze kuzungumza na watu? Na umeshuhudia hata wewe, hata baadhi ya viongozi kuna nyakati wameshindwa kuapa. Yani katikati ama mwanzo tu unamuona namna anavyotetemeka, wengine wanaishia kushindwa, wengine wanasaidiwa na vitu kama hivyo. Unautengeneza vipi ujasiri ukae ndani yako ili uweze kuzungumza na watu? Ni kweli, nakumbuka siku moja dadangu Asha Rose, katibu mkuu wa chama sasa, chama tawala, wakati ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje awamu ya 4. Baada ya kuapa nilimtembelea nyumbani ile siku jioni. Ananiambia mdogo wangu, zile signature tunazoweka pale sio zetu. Maana ulipo na hofu unajikuta una sign. Unajua mbele ya rais kuna uoga fulani. Rais mtu mkubwa. Anasema zile signature ukitizama sio signature zetu. Ukija kuangalia signature yako halisi, ile uliyoweka mbele ya rais tofauti. Ile inatokana na kuna kiwewe fulani, kuna uoga fulani unakuingia. Kuna viongozi waliwahi kuteuliwa. Kuna mmoja nadhani aliteuliwa kama naibu waziri wakati wa awamu ya 5. Alishindwa kuapa. Sasa kunakuwa na mambo mengi, anasema amepiwa kipapai na nini. Lakini kwangu mimi kama mtaalamu wa public speaking, nadhani ni kutojiandaa kwamba unaenda kufanya nini. Kwa hiyo ili uweze kujenga ujasiri, ile confidence, kwanza nimesema ufahamu hadhara yako ni nini, ni ipi. Unaenda kuwapa mbele ya rais, wengine wanakutizama, TV zote katika nchi zinaonyesha kuwapa kwako. Kwa hiyo ujiandae sana.
Lakini mara nyingine wao wanasema mweke Mungu mbele. Unasema ukiitwa pale Salma Dakota Omar Mjenga, unasimama sema bismillahirrahmanirrahim. Unasema Mwenyezi Mungu nitangulie. Mweke Mungu mbele. Lakini la tatu, maandalizi. Kwa mfano unakwenda kutoa hotuba mbele ya delegates 500. Lazima ujiandae. Kuna hawa viongozi wakuu hawa, mara nyingi unapoona anatoa speech, anasoma vizuri, kwa mfano wa Marekani, nadhani hata kwetu inafanyika. Behind the scene ni maandalizi. Ukimuona ile speech ya kwanza ya uapisho wa President Obama, behind the scene yake wameitoa, ukitizama kwenye YouTube ipo. Obama anasoma speech kwa wale wasaidizi wake kama ndio hadhara yake. Wanaambia no Mr. President, hapo umekosea. Kwa hiyo maandalizi behind the scene. Nadhani hata Rais Samia huwa anafanya maandalizi behind the scene. Sauti inatoka vipi, maneno yanatamkwa vipi, na una pause kipindi gani, kwa sababu wakati unazungumza unaweza ukapause kama sekunde fulani hivi, watu wakasema ni amekata pumzi au namna gani. Ni ku draw attention. What next? Au ukatoa kichekesho. Kwa mfano Rais Kikwete, style yake ambayo naijua vizuri sana, alikuwa akitoa sana vichekesho katikati hapo. Kwa mfano aliwahi kusema ukitaka kula lazima uliwe. Yaani katika hotuba watu watacheka. Na akasema sicho anachomaanisha, Halifa anachosema anachomaanisha sicho anachomaanisha. Kwa hiyo kwenye public speaking lazima ujue namna gani ya kucheza na audience yako, ndio hadhara yako. Unajenga confidence, unajirekodi, unajisikiliza unavyozungumza, ni wapi unadhani maneno uyatamki vizuri. Kwa hiyo inahitaji study za kuzungumza mbele ya hadhara. Okay. Inawezekana kiongozi mkubwa mfano wa ngazi ya urais kushindwa kuzungumza mbele ya watu. Wapo. Na inapotokea scenario ya namna hiyo, nini ambacho kinapaswa kufanyika sasa kiitifaki? Mimi nimeona scenarios, nadhani mmoja inawezekana ilikuwa ni shida ya afya na nini, lakini alishindwa kuzungumza. Sitaki kumtaja. Alishindwa kuzungumza, na ikitokea katika hali kama hii, kama ni kiongozi kwa level ya rais, inabidi immediately waziri wa mambo ya nje achukue hatamu. Na ndio maana hata kiitifaki, rais wa nchi akienda nje ya mipaka ya nchi yake, mtu aliyopo nyuma yake ni foreign minister. Okay. Kwa hiyo foreign minister anaweza cover up, akazungumza kwa niaba ya rais. Hazungumzi kama foreign minister, anazungumza kwa niaba ya rais, na especially inapotokea matatizo kama hayo. Lakini ni nadra sana. Ni nadra sana, kwa sababu mpaka mtu unafikia kuwa kiongozi mkuu wa nchi, nina hakika umepita kwenye process nyingi za kuzungumza. Public speaking, umekutana na audience nyingi tu. Huwa nawaambia watu, Kikwete amekuwa waziri wa mambo ya nje miaka 10, na ukiwa foreign minister ndani ya miaka 10 umezungumza na watu wengi sana, umezungumza na mikutano mingi sana duniani, sio Tanzania tu, duniani. Kwa hiyo nilivyosema pale mwanzo, is a very good orator, is a very good public speaker, ni kwa sababu ya hii experience. Kwa hiyo mpaka unafikia kuwa rais, tunategemea kwamba umepata experience ya kuzungumza mbele ya hadhara. Kuna sehemu niliwahi kukuta mjadala mmoja kuhusiana na uwezo wa kujieleza ama kuzungumza mbele za watu. Watu wakawa wanasema inawezekana baadhi ya watu wanaoshindwa kuzungumza ni kutokana na malezi ambayo wamelelewa. Yaani yalikuwa ni malezi ya kukatazwa kufanya kila kitu. Mtoto akitaka kuzungumza, wewe nyamaza, wewe funga mdomo wako na vitu kama hivyo. Kwa mtazamo wako, malezi yanaweza yakamtengeneza kijana akawa mzungumzaji mzuri, ama akawa sio mzungumzaji mzuri, ama uwezo wa kuzungumza mbele za watu akawa nao ama kutokuwa nao? Sahihi kabisa, na nisiseme malezi, tuseme utamaduni, culture. Kwa mfano the African culture, zamani ulikuwa unakatazwa uweze kuongea mbele za wakubwa zako. Huruhusiwi. Hata kama una point, huruhusiwi. Nadhani bado ipo. Ipo. Kiongozi akishafanya maamuzi, wewe mdogo huwezi kuyatengua kwa sababu kisha maliza. Kwenye African culture hii ipo, lakini tukienda kwenye tamaduni za wenzetu, kwa mfano watoto wanafundishwa toka wako chekechea
wako primary, wanaingia sekondari, wanaingia college, wanaingia chuo kikuu, questioning, dadisi, kwamba ukiambiwa jambo dadisi ni kwa nini nisifanye, nipe sababu. Wanafundishwa. Kwa hiyo unakuta wale watoto wana confidence ya kuuliza. Lakini ukimweka mtoto wa Kiafrika kwa mfano, unamwambia usifanye kitu fulani, anakubali. Hana resistance yoyote ya kuuliza maswali, kwa sababu wenzetu wanafundisha kitu tunaita kwa Kiingereza critical thinking. Critical thinking. Nipe sababu. Kwa nini hiki kiko hivi? Kwa nini kile kiwe hivi? Kwa hiyo tamaduni, the culture ni kweli. Nitakupa mfano mzuri. Watanzania wengi, na hii wala sio siri, inapokuja swala la kwenye mikutano kuchangia kwa Kiingereza ni shida kubwa. Na hii haina maana kwamba hajui, kwa sababu ukimpeleka Mchina umekumbuka mbali. Kuna mbunge mmoja unajua kwenye hili bunge la East Africa, Jumuiya ya Afrika Mashariki, wale wabunge wanapatikana kwa kupigiwa kura na bunge za nchi, national parliaments. Sasa kuna wakati mmoja, na kule sheria ni kwamba kwa sababu mnakwenda kule Arusha, Afrika Mashariki, kuna wenzenu wazungumzi Kiswahili, kwa hiyo maswali mnaulizwa kwa Kiingereza. Sasa kuna mbunge mmoja aliulizwa swali, akaanza I think. Sasa sisi tulikuwa tunasikiliza na rafiki yangu mmoja anasema, wewe you are not thinking. If you were thinking ungeshajibu swali. Hii ni shida sana. Sasa hii naisema kwa sababu gani? Sisi Kiswahili ni national language, lugha ya kitaifa. Na zamani kule Kiswahili kilitawala kila sehemu. Kwa hiyo Mtanzania ambaye amelowea kwenye Kiswahili, ukimpeleka kwenye mkutano wa Kiingereza achangie, inabidi uwe umemwandaa sana. Inabidi awe amepitia kwenye hizi training za kupata studies za public speaking skill. Sasa hiyo sio kwamba hajui, ni uoga kwamba nitakosea kuzungumza Kiingereza. Na niseme hili kwamba ni kosa sana kumpima mtu anajua kwa sababu anaongea Kiingereza. Kwa sababu Kiingereza sio parameter ya kujua. Hata Kiswahili ni parameter ya kujua. Mchina ukienda kuzungumza naye kama hajui Kiingereza atakuwa na mkalimani. Wakati mwingine hata sisi kwenye mikutano hii viongozi wetu wakienda wazungumza Kiswahili wawe na mkalimani, kuonyesha kwamba it's our language, ni pride kwetu, ni kitu cha kujivunia. Sasa hii tunayo sana kwa hasa ukija kwenye watumishi wa serikali wengi. Ukimpeleka kwenye mikutano inayohitaji kuchangia Kiingereza, unaweza kukuta deski lile la Tanzania hamna mtu. Watu wanatoka nje. Lakini kwa kweli siku hizi tuna watu wenye uwezo mkubwa, wamejifunza haya mambo ya kuzungumza. Lakini kikubwa sana, jiandae. Unaifahamu topic, mada inayozungumzwa, una points nzuri. Confidence, wanasema when you have information you have the right to speak. Sahihi. Yes. Lakini ukiangalia kizazi cha sasa, kama watoto wana uwezo mzuri sana wa kujieleza mbele za watu. Unakakuta katoto kadogo kamesimama kanazungumza na wenzie, kinazungumza na watu wazima na vitu kama tofauti pengine na kizazi chako. Kizazi chako mlikuwa mnakatazwa kila kitu. Tulikuwa nakatazwa, huwezi kusema, huwezi kumkosoa mkubwa, huwezi kutoa wazo mbele ya mkubwa. Lakini kwa generation ya sasa, technology imesaidia sana. Technology imewasaidia sana. Na ukitizama watoto siku hizi tablets. Kwa hiyo unakuta kwamba wanaona wenzake kwenye movie anazungumza, ni mdogo, inasaidia sana. Kwa hiyo inaonesha pengine hapo baadaye tutapata wazungumzaji wazuri wenye confidence, fine. Lakini anazungumza nini? Hilo ndio swala. Okay. Kuna clip moja nimeposti kwenye page yangu ya Instagram ya Mzee Mkapa, anasema analysis gani wanaleta? Yani hao waliotoka chuo kikuu wameingia bungeni, straight from university bungeni, ni vijana, sema watakuja na mawazo mapya. Analysis gani wanaileta? Wanaweza akawa ni wazungumzaji wazuri, lakini wanazungumza nini? Hilo ndio swali. Sasa hivi critical thinking haifundishwi tena. Sasa hivi
arguing. Mwalimu alikuwa anasema argue but don't shout. Sasa hivi there is a lot of shouting kuliko kuargue. Sasa argument yako unaiweka vipi? Una facts kiasi gani? Kuna kipindi tulikuwa pale chuo kikuu, mkutano umeandaliwa pale, walikuwepo mzee Warioba, alikuwepo Profesa Mkandala na wengine, mgeni rasmi alikuwa Profesa Kabudi. Nikauliza swali moja kwa presenters pale. Nikasema zamani ukisoma kile kitabu cha kina Profesa Shivji 48 Reflections of Mwalimu Nyerere, utaona namna gani chuo kikuu cha Dar es Salaam zamani kilikuwa ni chombo cha kutikisa sera. Iwe ni sera ya mambo ya nje, iwe ni sera ya kilimo, sera ya elimu, ilikuwa ni chimbuko. Yani rais lazima aende chuo kikuu kupata maoni ya wasomi. Lakini siku hizi mijadala huioni. Lakini hata ikiwepo, ni mjadala gani mwanachuo leo analeta? General Ulimwengu alisema kipindi fulani pale, watu wakamcrash, wasema siku hizi chuo kikuu kimekuwa ni extended high school. Ni extended, of course sidhani kama ni hivyo, lakini mtazamo kuna wake. Mambo yamebadilika. Hayapo kama sisi tulivyosoma kipindi kile. Kwa kweli inabidi tujiulize. Kwenye ule mkutano nilisema kwa mfano budget ya serikali imepita. Ilikuwa mwezi wa 4. Yaani mwezi wa 4 kama sio mwezi wa 4, mwezi wa 6. Budget ya serikali imepita. Pale chuo kikuu tuna kitengo kinaitwa ERB, Economic Research Bureau. Hawa ndio wanadili na masuala ya uchumi, masuala ya takwimu. Sikuwahi kusikia mjadala wa budget ya serikali University of Dar es Salaam. Ni kwa nini? Na sio University of Dar es Salaam tu, vyuo vikuu vingi. Kwa hiyo unaweza ukasema kizazi cha sasa they have that confidence to speak. Lakini wanaongea nini? Kuna point, kuna facts, au wanaongea au ni utumbo. Hilo ni muhimu sana kulitizama hizo. Asante sana. Ni mtaalamu wetu wa masuala ya uongozi, mambo ya protocol, mambo ya public speaking skills kama ambavyo tumezungumza leo. Kwa hiyo sisi tukwambie tu kwa leo tumeishia hapa, lakini pengine mwisho wa public speaking skills ndio mwanzo wa topic nyingine nzuri kabisa. Hatuna la ziada. Salma Dakota, Omar Mjenga Kashera ndio jina langu. Nilikuwa na mtaalamu wangu hapa Mr. Mjenga. Mpaka wakati mwingine, sisi kwa sasa tunakwambia bye bye.